Ukiona unazoea mimi, lakini napenda kazi yangu. Na kazi yangu usinidharau. So nimekupa tu kitu kimoja ambacho hatumaye kwa ubongo wako unaweza kujifunza kitu. Binadamu tumegawanyika sehemu mbili. Kuna watu wenye roho nzuri na wenye roho mbaya. Mchawi wako siku zote huwa ni ndugu yako au rafiki. Asikudanganye mtu yote akakwambia kwamba mchawi ni mtu wa huko usimjue, lakini siku zote ndugu yako, rafiki yako ndio wachawi. Kuna kipindi mimi ni mdogo, nilikuwa sijui hili wala lile. Ilitokea siku tu nimelala, lakini nilichokuja kugundua kweli binadamu ana roho mbaya. Ninauma zaidi ya wiki 2. Hakuna hata ndugu alikuja kuniulizia kwamba mzima au umekufa. Binadamu wabaya, ukitoka mwana wabaya ufanye mazuri. Kuna mida mingi nakutana na tamaa, najikuta na kuwa na roho ngumu, roho mbaya ya kufanya kitu kibaya. Lakini sometimes hii ni dunia tu, sio tunapita. Hakuna ambaye anasema kwamba hapa duniani kubaya. Sisi wote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Ipo siku wote tutaenda ahera. Sio kifo cha kuchinja. Kwa namna yote tutaenda. Wanawake wabaya, usikai ukakaa na mali zako kwamba hizi mali mimi nitamwekea mwanamke. No. Sasa dunia imechange. Mwanamke unampenda sana ila kana mwingine anampenda zaidi yako wewe. Hebu jiongeze. Fanya challenge moja kumchallenge kwa nakupenda. Mtakato mnalia kila siku. Wakati jambo jepesi la kusainika mnasababisha jambo dogo linakuwa ni kubwa. Kwa sababu moja tu ya kumdharau. Usimdharau mtu hata kama ni mtoto. Endapo anakuambia kitu. Historia fupi. Zamani alikuwepo jamaa moja hivi. Alijulikana kwa jina la Matias. Kuna siku Matias mke wake alikuwa mchiti. Akatokea mtoto mmoja mwenye miaka 5. Akasema mkeo nimemwona kuna Matias. Pacha yako wa jina wako. Yule Matias akadharau akasema kwamba huyu ni mtoto. Huyu atakuwa anaongea, anaongopa. Lakini alipopuzia mara anarudi nyumbani anakuta mkeo ndio sawa karudi. Ikapita mwezi mmoja akaanza kutapika. Baada ya kuanza kutapika akamuuliza shida nini? Mkeo akamwambia sasa kichefuchefu. Akamwambia basi twende kupima. Walipoenda kupima kwa ana ujauzito. Wakapima DNA ikakataa. Akamwambia kweli kwa mimba sio kwako, ni ya pacha yako wa jina wako Matias. Akamuuliza imekuaje, kwa nini cheti na miguu na rafiki yangu? Akasema kuwa wewe mapenzi ndio tunapatia, uko busy na kazi. Kijana funzeni muda kazi, muda mapenzi. Usilalale tu utaibiwa.